Kwanza ningependa kuweka wazi kwamba kupitia mashirikiano ambayo tulionayo ya hizi majeshi ya polisi ya hizi nchi za kusini zilizo chini ya SADC, kikubwa ambacho tunakishughulikia kwanza ni kufungua mipaka ya nchi zetu. Ndugu waandishi, nyinyi mnafahamu kwamba nchi zetu zina mipaka na majina. Kuna nchi inaitwa Tanzania, kuna nchi inaitwa Namibia, kuna nchi inaitwa Eswatini, kuna nchi inaitwa Botswana, South Africa, Mozambiki na zingine, Zambia, Zimbabwe. Lakini wahalifu hawana mpaka wala hawana majina ya maeneo wanayofanyia uhalifu wao. Wahalifu hawana mpaka. Lakini kitu kingine ni kwamba wahalifu wana mawasiliano ya karibu sana. Wahalifu wanabadilishana taarifa, lakini mambo yao yote yanahusu uhalifu. Sasa kupitia mashirikiano tulionayo, tunaendelea kufungua mipaka. Tunaendelea kuhakikisha kwamba tunakuwa wamoja, tunabadilishana taarifa kwa haraka, tunabadilishana intelligence ya namna gani ya kushughulika na wahalifu na uhalifu, lakini tunafanya operation za pamoja. Na umesikia nikisisitiza namna ya kuongeza operation zaidi, lakini namna ya kuongeza mashirikiano, kubadilishana taarifa, lakini pamoja na kubadilishana intelligence. Sasa makosa ndio kama yale tuliyataja na Mheshimiwa Waziri umesikia akiyataja. Makosa makubwa ambayo tunaendelea kupambana nayo, wizi wa magari, ni uhalifu ambao unaendelea kusumbua kwenye ukanda huu wa kusini. Lakini tuna usafirishaji wa binadamu, na wenyewe usafirishaji haramu wa dawa za kulevya. Huu wa binadamu ni haramu, sio usafirishaji haramu wa binadamu, usafirishaji haramu wa dawa za kulevya na makosa mengine kama hayo ambayo tumekuwa tukiyaelezea, mambo ya ugaidi. Lakini kikubwa ambacho kinatusumbua sasa hivi, cyber crime, na yenyewe ni eneo ambalo tumeliwekea mikakati. Sasa tunakwenda, mkutano huu umeisha tanguliwa na mkutano wa wataalamu. Mkutano wa wakuu wa upelelezi, wakurugenzi wa upelelezi wa nchi zote hizi ambazo ziko upande huu wa SADC wamekwisha kutangulia kwa muda wa siku 2, tarehe 3 na tarehe 4, lakini walikwisha tanguliwa na wataalamu wengine ambao wako National Central Bureau, ambao wao walianza tarehe 2 na tarehe 3 wakaanza wakurugenzi hawa. Kwa hiyo wamekwisha kudadavua mambo mengi ambayo ni marahisi kwenda kushughulikiwa sasa na machifu wa polisi kutoka nchi zetu. Kwa hiyo tunakwenda kwenye mkutano mmoja muhimu mkubwa sana wa kuhakikisha ukanda huu unakuwa salama. Lakini kikubwa ambacho tunakifanya si kingine, ni kwenda kuongeza mashirikiano yetu katika kupambana na uhalifu mkubwa, uhalifu wa kupanga na uhalifu unaovuka mipaka. Tunakwenda kuzidi kuongeza kufungua mipaka yetu. Tunafungua mipaka ili tuwe kwenye swala la uhalifu hatuna mpaka, kama vile ambavyo wahalifu hawana mipaka, na imeelezwa vizuri na Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa kifupi hiki ndicho tunachokwenda kukijadili, lakini tunaomba ushirikiano wenu waandishi wa habari. Mnafahamu mambo mengi yanayoendelea katika dunia ya leo, dunia isiyokuwa na mipaka, lakini dunia yenye uhalifu unaovuka mipaka. Dunia haina mpaka kwa wahalifu, lakini ina wahalifu wanaovuka mipaka hii ya kawaida ya kijiografia. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana, kupeana taarifa, tuhakikishe kwamba dunia yetu, nchi yetu inakuwa ni sehemu salama ya kuishi kwangu, kwako na kwa vizazi vijavyo. Changamoto si nyingi sana. Kumekuwa na changamoto za kifedha kwa baadhi ya nchi ambazo hazizuii, lakini zinakwamisha kidogo na kuchelewesha utekelezaji wa maamuzi mengi ambayo yamefikiwa aidha na vikao vya wakuu wa majeshi ya polisi au na vikao vile vya mawaziri wa mambo ya ndani ambavyo vilikwisha kufanyika na kutoa maelekezo ya utekelezaji wa baadhi ya mambo. Hiyo ni sehemu mojawapo ambayo
inachangia, na sioni tatizo lingine lililo kubwa sana. Ni hiyo ndio inaleta mkwamo mara nyingi kwenye utekelezaji either wa operation ama kwenye upande wa mafunzo, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo pia tunakwenda kujadiliana hapa ni kuongeza idadi ya mafunzo kwa maafisa wa polisi na askari wa vyeo mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba wote tunahakikisha ile tunanyanyua uwezo wao wa kuweza kutekeleza majukumu yao. Kwa hiyo training ni jambo moja kubwa sana ambalo tunakwenda kulishughulikia. Kwa hiyo pia miongoni mwa mambo ambayo nasema yanaleta shida ni pamoja na kukwama kwa baadhi ya training, lakini ndio maana tunakutana mara kwa mara kuhakikisha kwamba hii mikwamo yote tunaiondoa. IGP, eneo la teknolojia ni eneo muhimu sana ambalo linaweza kusaidia kuweza kukomesha uhalifu hata unaovuka mipaka. Kwa polisi wa ukanda huu wa SADC, mmejiandaje kwa eneo la teknolojia hasa artificial intelligence ili kuweza kupambana hizi changamoto? Kwa upande huo tunajipanga vizuri. Again, ni miongoni mwa mambo tunakwenda kuyajadili. Umesikia kulikuwa na remarks zilitolewa na Siro Mwerane ambaye ni mkuu wa Interpol Arabi Harare. Miongoni mwa majukumu yao ni kuhakikisha tunakuwa na kasi sana ya kunyanyuka kwenye upande wa teknolojia, lakini kila nchi mwanachama anasisitizwa kuhakikisha anaendana na teknolojia kwa kipindi hiki cha sasa, na ni wajibu wa kila nchi kuhakikisha inatimiza maelekezo hayo. Ni maamuzi yaliyokwisha kutolewa na vikao vya waheshimiwa mawaziri kuanzia nyuma miaka 22-23, na tunakwenda tunayafanyia utekelezaji, lakini ni maelekezo yamekwisha kutolewa na wakuu wa polisi wa nchi hizi mwaka 23-24. Kwa hiyo kila nchi inawalazimika kuhakikisha inafanya utekelezaji wa kubadilisha na kubadilika na kuhakikisha kwamba inaingia kwenye matumizi ya teknolojia katika utekelezaji wa majukumu yake.